Yes, karibuni sana my good people, watu wangu wa pale kwa Mjanja Show Life katika familia yetu. Asanteni sana, karibuni. I think you remember the video ilikuwa inasambaa kwenye mitandao ambapo kuna hiki chama ambao walikuwa na rarua Bible, then walikuwa na mock God, wakisema Mungu hawezi akawasaidia, hawezi akafanya chochote. Wacha nikwambie, do you remember huyo msichana? Si kama umeona video kama hiyo, wanararua Bible wakisema Bible can't exist, wanasema hakuna Mungu, hakuna chochote, bila kusahau ya kwamba huyo mtu mwenyewe ameumbwa na Mwenyezi Mungu, na bila kujua hiyo nguvu anaifanya kuongea ni Mungu aliyompea hiyo nguvu ya kuongea. I needed to say this my people, never mock God in your life or entire life, kwa sababu even huyo msichana alikuwa anafanya hiyo kitu. I know hiyo siku alisifiwa na wenzake, yeye mwenyewe akafurahia, akafanya chochote, but mwisho wa siku alisafa. Biblia inasema ya kwamba usimtusi Roho Mtakatifu ambapo utaangamia wewe mwenyewe. Ndivyo tunaambiwa kwamba ni vyema kumsifu Mwenyezi Mungu, na wanaommock, yani wanaomdharau, siku moja wataangamia. Watu wa Mungu, tuko nyakati za mwisho. Tujiweke tayari kuweza kumpokea Yesu Kristo ambapo yuko jiani, ambapo anakuja na wakati wote. Alisema ya kwamba atakuja kama mwizi ambaye ana ripoti yote, siku yote atakuwa anakuja. So ninaomba ya kwamba mnaonisikiza katika hii video yangu ya leo, ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 5, ninaomba muweze kuungana na mimi kuweza kusambaa injili ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kuendelea pamoja. Nilikuwa nataka kusema hivi, mtu wa Mungu, katika hiyo story ya huyo msichana alikuwa na mock Jesus, alikuwa na rarua Bible, nilikuwa nataka kukuuliza hivi, hata unataka uwe mmoja kama huyo aliyekuwa na rarua Bible? Tunaomba kama unatumia bangi, wanaotumia pombe, sigara, mwachane, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba mwili huo wako ni madhabahu ya Roho Mtakatifu. So mjua kwamba Roho Mtakatifu akai kwenye mwili mchafu, huwa anakaa kwenye mwili safi ambao tumia alcoholic, atumii chochote, madawa yote ya kulevya. Tuweze kuziacha hizo vitu, tuweze kumtumikia Mwenyezi Mungu na tuweze kusonga mbele. Mimi ninajua kwamba ukimtumikia Mwenyezi Mungu hata kuacha kamwe. Na hata kama uko na mashida unayopitia, unajua ni hiyo mashida unayopitia ni mtihani ambapo Mungu anaenda kukubadilishia maisha na anaenda kukuinua katika jina la Yesu Kristo. So endelea kumtumainia Mwenyezi Mungu, endelea kumheshimu kwa njia yote ile. Heri udharau binadamu, lakini Mwenyezi Mungu endelea kumsifu, kumuinua, kwa maana yeye ndiye anaweza chochote. Hiyo nguvu unapumua ndiye amekupa. Ninaomba tembelea pale katika ninaomba pale chini kuna neno imeandikwa subscribe. Ninaomba uweze kufinya hiyo kidunde. Ninaomba before ifike mwezi wa 7, ninataka tufike 10,000 subscribers, na ninajua Mungu atatenda. Sasa tuko 1.4, tuangangiri 1,400 subscribers. Naomba tuweze kusonga mpaka 10,000 or 15,000 within this year. And I know Mungu tunayeabudu anaenda kutupigania. Subscribe pale, like, share and comment. I'll see, nitaona comment yako pale. Ukinisubscribe pale utakuwa mwana familia mkubwa katika hii jamii ya leo. Asanteni sana na muwe siku mwema. Shukrani watu wangu. Asanteni sana.